Yes, mwana Nyayo TV, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu ipendwa Nyayo TV, ni vyema kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe ili uwe miongoni mwa wanafamilia wetu wa YouTube channel yetu hii pendwa. Bwana, kama ilivyo ada yetu, leo nimekuletea naye si mwingine ni Kagande Mwarabu, na tuko naye hapa tukizungumza mambo mbalimbali ya kimichezo juu yale ambayo yametokea hapo jana na leo. Ikumbukwe kwamba jana imechezwa fainali ya kombe la CRDB na Simba ameondoka kuwa bingwa wa kombe hilo, na leo kuanzia asubuhi mishale ya saa 4 kulikuwa kuna paredi kubwa sana. Bwana, mambo vipi? Fresh. Good kabisa. Good kabisa. Bwana, unalizungumziaje hili swala la paredi ambayo imefanywa na mnyama Simba kuanzia asubuhi mpaka muda huu ambao tunazungumza? Ni paredi ambayo imependeza kwa kiasi chake. Imependeza kwa kiasi chake, lakini pia imeendana na paredi imeendana na kombe walokuwa nalo. Si unanielewa? Ya paredi imeendana na kombe walokuwa nalo, maana kombe lao limeendana na paredi yao na hadhi ya paredi yao. Yaani kama unaona kabisa ni paredi ambayo ilikuwa haina mvuto, imekosa mvuto kwa sababu ya kombe walokuwa nalo. Yaani wao wenyewe wanafanya kitu yaani aibu. Yaani unaenda kutama mbele mwanaume ambaye ameondoka na kitu ambacho ni cha kilikuwa tunakitolea jasho. So paredi yao imependeza kiasi chake na imeendana pia na walivyokuwa wao wamejiandaa. Ndio hivyo bro. Na hapo ambapo unasema kwamba paredi lao limeenda kama vile ambavyo wao walivyokuwa wamejiandaa. Yanga jana amefanya paredi, Simba leo amefanya paredi. Kwa wewe ulivyoangalia na maoni yako, ni paredi lipi ambalo limemkalisha mwenzake kati ya hawa watani wawili? Brother, wewe kabisa uone kwamba Yanga jana kaua. Yanga kafanya kitu ambacho inahitajia awe role model wa mtu mwingine. Yaani aigwe. Afu kuigwa kwenye mazuri sio vibaya, sio dhambi. Hata kama mtu ni adui yako anapofanya kitu kinachokuzidi, muige. Kikubwa ni upige hatua kimaisha. Yaani ili upige hatua kimaisha usiwe na kinyongo. Muangalie hata kama ni adui yako, kafanya Yanga kafanya kitu ambacho kwa hapa hana mpinzani. Labda watokee wengine kwenye manchi ya wengine Maulaya huko wapi, sio Bongo. Yaani paredi aliyofanya jana Yanga, Simba inabidi aliige zaidi ya miaka yake hata 10 anamwiga Yanga, kwa sababu Yanga jana kafanya paredi ambayo ilikuwa lina amani, lina utulivu, yani linapendeza. Hata mama kama aliangalia rais wetu Samia Kipendwa, kama aliona atakuwa alipendezwa nalo, atakuwa alipendezwa nao kabisa, kwa sababu ilikuwa ni paredi ambayo ilikuwa lina mvuto bro. Ilikuwa lina mvuto mkubwa. So kama la leo Simba leo ilikuwa ni vita, hii ilikuwa sio paredi, ilikuwa ni vita. Na hapo unapozungumzia kwenye suala la vita, tumeona kabisa kwamba paredi ambalo mnyama Simba amelifanya limeleta vurugu kwa namna moja au nyingine. Watu wengine wamekuwa wamepigwa mawe katika viwanja vya Jangwani. Hili unalizungumziaje kimichezo? Hili swala linaruhusiwa kupigana mawe kwa watani wawili? Kimichezo ndio maana nimesema kwamba hii ilikuwa ni vita. Paredi ya Simba leo ilikuwa ni vita. Yaani ilikuwa ni paredi ambayo ilikuwa ina utoto mwingi. Ilikuwa lina utoto mwingi sana, kwa sababu hamwezi mkatoka watu na ndevu zenu mna akili timamu mkienda kutupiana mawe pale Jangwani. Wewe umekuta pale mwenzako kaweka uzio, kaweka vifusi. Maana sitaki niko kwenye utaratibu wangu wa ujenzi wa kitu fulani. Usije kuniingilia huku ndani. Kama nafanya mambo yako fanyia pembeni. Ni sawa brother, mtu anapokuja kutembelea kwako, haweza kafika kwako anaanza kuleta vita kwenye nyumba yako. Kuna mipaka bana, utaishia getini, fanya unachokitaka wewe. Ama ishia huko, fanya unachokitaka wewe. Lakini unapofika kwenye nyumba ya mtu kaanza ugomvi, unakuwa ujaja kwa amani. So walichokifanya mashabiki wa Simba leo ni utoto uliochanganyikana na ujinga. Kwa sababu gani? Afu tunavyosemea ujinga sio tusi. Yaani ujinga ni kufanya kitu ambacho unaona kabisa kitu sio akiendana na akili yako ya utu uzima. Yaani leo wana Simba unaona kabisa mashabiki wa Simba wana ndevu zao na ni watu wazima. Mnafika pale, fanya kilichowaleta, mnaanza kutupa mawe, kuwatupia mawe mashabiki wa Yanga. Huo ulikuwa ni vita, sio? Ndio maana nimekwambia paredi ya leo ilikuwa ni paredi ambayo inaendana na hadhi ya kombe lao. Kombe la kitoto, paredi ya kitoto, wao wenyewe akili za kitoto. Kwa hiyo wamekutana wote, wamekuwa ni utoto. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba kombe la CRDB ni kombe la watoto. CRDB ni kombe ambalo yani walolishiriki walolichukua ni kombe ambalo lina utoto, lakini limechanganyana na watu wazima wenye akili zao. Lakini sasa watoto wamefanikiwa. Ni sawa brother, anapokuja mtoto akamwambia naenda kamzomee mtu fulani, anapokuja kuzomea anakuja na kuzomea kitoto, anapiga makelele. Ni tofauti na wote atakapokwenda kumzomea. Yani anakuja sasa, ndo Simba ni wamekuja na utoto mwingi brother. Yani anafika pale anaanza kutupa mawe, yani kwa pale kulikuwa kuna parking za magari pale. Magari ya Yanga walikuwa wamepaki pale. Kuna watu walikuwa wamepaki magari yao pale. Unarusha mawe, unatupia mawe, umewaumiza. Au umempiga mawe mtu kaumia. Sasa ilikuwa ni paredi ya amani, ilikuwa ni ya vita. Ilikuwa ni vita. Ni vita brother. Yaani ilikuwa ni vita. Jana Yanga walifanya paredi, walipita Msimbazi. Walipita Msimbazi pale kwa amani. Lakini
Simba leo anakuja anapita pale kwa vita, anatupa mawe. Mbona Yanga pale alipita kwa amani akafanya parade yake na likaenda vizuri, ila wao wamekuja hapa wanaanza kutupa mawe, wanaanza kutupiana mawe, wanafanya vurugu. Ilikuwa ni kitu ambacho hakipendezi bro. Kitu ambacho kimefanyika leo pale katika uwanja wa Jangwani ni miongoni mwa vitu ambavyo vimefanyika sio vizuri kwa namna moja au nyingine. Yaani kilichofanyika pale ni kitendo ambacho inabidi shirikisho la mpira liingilie hili jambo. Yaani wasifumbie macho hivi vitu. Yaani shirikisho la mpira yaani inabidi liingilie hili jambo, wasije wakafumbia macho ili jambo, kwa sababu ni jambo kubwa. Wao wanaliona ni dogo, lakini ni jambo kubwa brother. Yaani hili ni jambo ambalo endapo kama wakilifumbia macho waendelee kuliacha tu, na wanashabiki wa Yanga mwakani wataona sana sisi kwa tufanye vile walivyotufanyia sisi, itakuwa sasa ni vita, baada ya kutengeneza bado wanabomoa. So inabidi hili jambo lichukuliwa hatua, la kufika wakaanza kuleta ugomvi na vita, kurushana mawe. Umeona? Kwa hiyo nahisi kwa hilo kama viongozi wameliona, viongozi wa Simba wao wenyewe, lakini pia viongozi wa mpira Tanzania walichikalia kikao, hili jambo sio jambo dogo, linagawa watu. Hapo tulikuwa tunazungumzia hilo swala la paredi la mnyama Simba. Tumeona mwanzoni kabisa kati ya paredi ambayo wakati ilikuwa linaanza, tumeona wachezaji wa Simba wakiwa wamepanda pikipiki, na maanisha bodaboda. Hili kwa hali ya kiusalama na brand ya klabu linaathiri kwa namna gani? Nilivyosema kwamba uzuri kauli yangu ya utoto naendelea kuirudia. Kauli yangu ya utoto imeendelea kudhihirisha mpaka kwa wachezaji. Yaani viongozi mnakubalije kwa akili zenu timamu mnawapandisha wachezaji bodaboda ya buku. Yaani pale walikuwa na magari mengi. Walikuwa na magari mpaka sio wanaita kina Eliza, sio magari yanaitwaje. Gari unashindwa kumweka Clatous Chota Chama, mchezaji bora Tanzania, mchezaji ambaye ana historia yake Tanzania, mchezaji ambaye amefanya makubwa, unaenda kumpandisha bodaboda ya buku. Mbona mngempandisha hata bajaji brother? Yaani katika kitu ambacho wanakifanya Simba ni kuishusha Simba brandi, kumshusha Mo brandi, bidhaa za Mo kushuka brandi, kwa sababu Chama yule mchezaji mkubwa na anafuatiliwa na watu wakubwa duniani. Yaani watu wengi wanamfuatilia. Bado Simba ni timu ambayo inafuatiliwa na watu wakubwa duniani. So wanapokuwa wanafanya kitendo kama kile cha kupapanisha wachezaji pikipiki, bajaji, yaani kinawashusha brandi wachezaji, lakini wanadharaulika wachezaji, kwa sababu unaona brother, hii nchi yetu hii, au sio nchi tu, dunia hii ilikuja teknolojia ya mitandao. Mitandao kazi yake ni kuchukua kitu na kukihifadhi. Hichi kitu kinaweza kuhifadhiwa leo mkakiona hakina madhara, lakini baadaye kaja kuleta madhara kwenye klabu yenu, kaja kuleta madhara kwenye timu, ikawa kama vile ni kitu ambacho nyewe mkipotezea, lakini kija kuleta madhara, kinaishusha brand timu yenu. Kama mchezaji kama Chama anapanda bodaboda, watu wanakuja wanamshikashika kichwa, wanamzungusha hivi, wanamvua kofia, wanamfanya hivi, mara mpaka bodaboda inafika muda anaamua kusimama kulingana na jamu, watu wanakuja wataka apige. Alafu kingine pale ni hatarishe mchezaji. Yaani ulinzi ni mdogo pale. So ulinzi ni mdogo, hakuna ulinzi. Kwa sababu kama mtu alikuwa anakuja mpaka anamshika Chama, anataka achukue picha na Chama, anamsumbua Chama, yani kulikuwa hakuna ulinzi. Kwa hiyo bwana, mtu angeweza kumfanya Chama anachokitaka, wangeweza kumpiga hata mbisu, piga hata kusu. Yani unaweza kumfanya chochote kwa sababu hamna ulinzi. Eti ulinzi, gari za thamani zimepandwa na Ahmed Ally. Ahmed Ally ndio kabebelea kombe. Ahmed Ally alichokifanya usaidizi kwenye kombe ni kwamba yeye alienda tu kupiga kelele, kashabikia pale, kaongea, kafanya kazi yake ya ushabiki. Lakini Chama ndo kapambana kulichukua lile kombe, kapambana, kacheza mpira mle. Angevunjika uwanjani. Angevunjika mguu. Kapambana pale. Eti leo hii shukrani ya Chama nakuja kumpandisha bodaboda. Yaani gari, umeona Chama hana hadhi ya kupanda gari. Niliona gari Ahmed Ally alikuwa amepanda gari, sio ilikuwa ni gari gani ile kati, si Range Rover, sio ni V8, alikuwa amepanda Ahmed Ally kashikilia. Lakini bodaboda hajapanda peke yake. Ndio vile brother, ndio nikwambia hii timu ina utoto. Hii timu inajishusha brandi. Uwezo hata kama ni mchezaji bodaboda zina wachezaji wa kupanda, wakapandishana wakina Kibabage. Kibabage ni mzee wa watoto wa matopeni. Chama, mwache Chama enjoy. Chama ingizo, mna magari ambayo mnaleta kina Eliza, sio kina Fatuma. Pandisheni huo, mpandishe Chama mle. Mnakuja mnaacha Chama anatembea na kwenye Chama yeye mwenyewe ana maisha yake. Tukiacha maisha ya mpira, Chama yeye mwenyewe kama mwenyewe ana maisha yake. Chama na magari, anaweza kupanda gari yake. Lakini pale chini Chama pale alikuwa chini ya uongozi wa klabu. Ndio maana yeye aliamua kupanda bajaji, pikipiki, kwa sababu ni kama uongozi umetaka, kwa sababu hata Ahmed Ally alikuwa anaangalia kile kitendo. Kuna muda Ahmed Ally aligeuka alikaa anaangalia Chama alivyokuwa anasumbuliwa vile. Sasa unafikiria mlishindwa kumpandisha kwenye ile gari yenu ya Eliza? Mmeshindwa kumpandisha kwenye Eliza yenu, mnampandisha bajaji Chama. Mnampandisha bodaboda Chama. Ni kitu ambacho ukweli wamejishusha brandi, na ni kitu ambacho pia kinahifadhiwa baadaye, kitakuja kutumika kuwadhalilisha Simba baadaye, kwa sababu mitandao inahifadhi. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba kitendo ambacho wamekifanya Simba anaweza kukosa madili mengi, na hata hilo goli ambalo walilisema kwamba Simba anaweza Clatous Chota Chama anaweza akachukua awadi ya Puska. Ile atakupa nani brother? Msije anapanda bodaboda ya buku, dile atakupa nani? Kwa sababu kitu wanasemaga siku zote brand ni kuitafuta wewe mwenyewe.
Yaani brand inabidi uipambanie mwenyewe. Sasa kama unamwacha mtu anapanda bodaboda, brand iko wapi hapo brother? Yaani ni kitu ambacho tukiacha ushabiki ni makosa makubwa sana. Kwanza mmemhatarisha mchezaji, hata kama atakuwa hajazulika, lakini kesho na kesho kutu hiki kitu hakitaki kujirudia. Yaani viongozi wa Simba, yaani naweza nikasema ndio maana mtu waga anaongea kama anasemaga bana, siku zote mchawi wa Simba ni Simba yenyewe. Vitu vidogo vidogo kama hivi mnavyovifumbia macho mnavipoteza, ndio vitu vinavyofanya uongozi wenu uonekane mdogo. Uongozi wa mtu unaanza kupima kwenye vitu vidogo vidogo kama hivi. Yaani kama kiongozi bora, usipotezee vitu, usifumbie macho kitu kama hiki. Kama unakubali mchezaji wako mkubwa vile anapandishwa bodaboda, kesho atakuja kupandishwa toroli na utaona ni kawaida. Usifuate akili za Ahmed Ally. Ahmed Ally yule pale anafanya kazi. Ahmed Ally pale iko kwenye ajira anafanya kazi. Kesho na kishikuta anaweza kaamua aache aondoke. Lakini Simba itabaki kuwepo. Sasa kama mnakubali kuharibu timu, mnaiharibu kesho yenu kwa sababu ya leo. Yaani ile ni kwamba wameharibu kesho kwa sababu ya leo. Yaani wao wameamua waenjoy leo ila kesho wameiharibu. Simba ni brand kubwa, Simba ni timu kubwa Afrika. Simba ni timu ambayo inajulikana pote hapa Afrika Mashariki na Afrika nzima inajulikana. Basi hili swala lako nahisi viongozi watalisikia. Inabidi walifanyie kazi. Sio kulisikia tu bali walifanyie kazi. Ulinzi wa wachezaji. Wao ni Yanga jana walikuwa wachezaji wakina ya Okwaso wamepanda zao magari pale wanaenjoy wanaruka na makombe. Unaona hata Chama hajagusa kombe maskini. Tofauti na uwanjani. Unaona hata hajaligusa. Lakini unaona jana yani ifike muda Yanga aigwe. Yanga aigwe brother. Yaani Yanga ni timu ambayo haitaki shari. Inajenga, haibomoi. Inapenda yaani iigwe bana. Brother inabidi iigwe. Yaani vilabu vya Tanzania inabidi viige Yanga. Iwe role model. Yaani Yanga ni role model wa timu nyingi hapa. Naweza kusema ni timu zote tu. Ndio. Mchezo wa fainali ambao umempa Simba ubingwa mapema hapo jana ambapo Azam kwa namna moja au nyingine wamesusia kuondoka na medali. Ikafikia stage ambayo mpaka mmiliki wa timu hiyo kusema kwamba kama mambo yataendelea hivi basi hato sita kuhama ligi ya TFF na kwenda kule Zanzibar. Mimi naweza nikasema bana brother team, naweza nikatumia Kiswahili kwamba Azam imekuwa ni timu ambayo haijui inafanya nini, sijui nitumie hicho Kiswahili. Yaani tukiacha kwanza kuzungumzia kilichotokea jana, naweza nikasema Azam ni timu ambayo imekuwa ni kama haijui inachokifanya. Kwa sababu ukiangalia Azam ni timu kubwa. Azam ni timu ambayo ina uwekezaji mkubwa, lakini pia ni timu ambayo anayeisimamia ni mtu ambaye ni bilionea tuseme kwenye nchi yetu hii. Umeona? Lakini imekuwa timu ni kama haijui nini inataka. Kwa sababu timu inacheza ni haina malengo. Yaani Azam imekuwa ni timu ambayo haina malengo, yani haijui inafanya nini. Ipo tu. Kubwa ni tumekula mshahara, wamekula basi. Mpaka wameamua kususa jana, sio ndio wamesusia ni jana hiyo kuchukua medali sio ni nini. Ukiangalia kweli mechi ya jana kama uliangalia vizuri ni kwamba kuna makosa yalitendeka sana ya waamuzi mle ndani. Wachezaji 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 baadhi ya wachezaji pale wamenyimwa penalty. Azam wamenyimwa penalty yake. Kuna mchezaji alipigwa foul pale lakini kapotezewa na waamuzi wakasema kwamba sio ni offside nini. Lakini ni kitu ambacho ukiangalia ni kwamba yani mchezo wa jana ulivyokuwa ulikuwa hauna uadilifu. Yaani kuna sintofahamu imefanyika pale ya kuweza kumfanya Azam asifikie malengo ambayo ilikuwa ni kuchukua. Lakini unaweza kusema ni mistake walifanya wao na wakajifunga wenyewe. Ingawa wengine wanasema ni maelekezo, lakini hapa hamna cha maelekezo, ni umekosa. Lakini kwamba Azam imekuwa ni timu ambayo ni kama haina malengo na haijui inataka nini kwenye ligi kuu. Kwa sababu wana kila kitu. Yaani kama ni pesa ipo, mwekezaji ni mkubwa, uwekezaji wao ni bora, lakini ni kama hawajui ni nini wanataka. Yaani wachezaji hawajitumi. Yaani si tuseme uongozi, yaani si tuseme ni timu kama timu, kwa sababu kama mnapata kila kitu, pesa mnapata, mishahara yenu wachezaji iko vizuri, ni nini msituletee tunachokitaka? Unaona Azam, unaona ilivyo mwandishi, Azam ile ilivyo. Ile Azam ilivyo na wachezaji wake wale wakiamua kuibadilisha wakaiita Yanga. Yaani ile Azam ilivyo iitwe Yanga ama iitwe Simba. Alafu wavishwe jezi za Simba, yani ichukue kama sio ndio klabu ya afu ile Simba ama Yanga ivishwe wewe ndio Azam. Na kuhakikisha hawezi kubeba kombe. Yani Yanga hii iwe Azam hawabebi kombe, afu Azam hii ndio iwe Yanga wanabeba kombe. Sasa hapo unatajua kwa sababu ukiangalia Azam pale wachezaji wazuri. Kuna watu kama akina Kaminko pale, wakina Faisali, wakina Idimao, sio wakina nani wachezaji wa brand wakubwa. Kwa hiyo hapa nikukatishe kidogo. Kwa hiyo hapa maana yako unanijengea taswira kwamba au picha kichwani kwamba aliyozungumza tajiri jana amekosea. Amewabebesha watu ambao wanaongoza ligi mzigo mkubwa, lakini ameshindwa kubebesha mzigo la lawama kwa wachezaji wake na uongozi wake.
Yeye tajiri ni kwa katika nukuu yake ni kwamba ni kama anadai kwamba hii ligi huku ya bara haina uadilifu. Bi maana viongozi kama katika malensmen hawa marefari hawafanyi uadilifu. Yaani ni kama kuna timu fulani zishapangwa ndio ziwe zinabeba. Yeye ndo alivyokuwa anamaanisha kwa nilivyomuelewa. Lakini naweza nikasema hapana, na timu yenyewe yaani timu yake Azam haijui nini inafanya. Ni kweli Simba na Yanga kuna namna waga wanabebwa, yaani inajulikana. Yaani waamuzi kuna namna waga wanazamia kwenye upande wa Yanga ama Simba. Lakini Azam pia ni timu imekuwa ijitambui inataka nini. So hata kama anasema anahamisha timu yake, akienda Zanzibar bado huko kwenda ataenda kuwa gwiji, ataenda kuchukua, lakini kwamba kule yani ile ligi yenyewe haina kitu. Ligi ya Zanzibar ni kwamba yani akisema ikimbiza Azam aitoe hapa ipeleke Zanzibar, kule hamna changamoto yote atakayoipata. Je, unadhani kwamba kutakuwa kuna madhara gani pale ambapo timu hii ya Azam itaondoka katika ligi ya Tanzania bara na kwenda Tanzania visiwani? Huoni kama kwa namna moja au nyingine ligi ya ushindani kwenye ligi kuu Tanzania bara utashuka? Ushindani kweli utashuka, lakini pia atakwenda pia kututengenezea upinzani mwingine pia kule, kwa sababu kwamba hata Zanzibar wakitengenezaga makombe yao wanarudigi huko bara. Yaani Zanzibar wanaunda kombe lao linakuja bara. Hamna anayebeba kwao. So akimpeleka kule unaweza kupata kidogo mpinzani. Ingawa kwa huku pia Tanzania pia ushindani utapungua kwa sababu Azam amekuwa ni mpinzani mzuri pia. Amekuwa ni timu ambayo pia ni nzuri. Japo haijui inafanya nini. Yaani haina malengo yenyewe. Wapo wacheze tu na ligi iishe basi. Yaani Azam ni haina malengo. Yaani wao wapo wacheze, wachezaji wapokee mishahara, wale walale basi. Kwa hiyo kinachowaponza Azam ni kutokuwa na malengo. Hawana malengo brother. Wewe uwezekani brother wewe. Yanga ukija kuangalia Yanga na Simba wana wawekezaji ambao wao ni wafanyabiashara, yani wana malengo kwenye ile timu. Bi maana ili GSM aweke pesa yake pale lazima kuna maelewano yafanyike kati ya yeye na Yanga. Ili Mo aweke pesa yake pale kuna maelewano. Ila Azam ndo kampuni yenyewe ni timu, yani mwenye kampuni ya Azam ndo mwenyewe Azam, yani Azam ni ya mtu ambaye ni mzee mwenyewe Baresa. Lakini bi maana Azam wanapata kila wanachokitaka. Yaani ni kama familia, ni mtoto wa familia ya Baresa, lakini unajikuta eti unalea mitoto haina faida. Yaani sasa unalisomesha litoto afu injili linaenda kuisha kwa bangi tu. Bora badilishane na unga. Yaani ile yani ndio kwamba ni ile Azam brother, ile Azam ile kama wakivishwa jezi ya Yanga ama Simba wanachukua kombe. Lakini madamu wameitwa tu Azam, kulibeba ni ngumu, yani kwa kazi. Waende tu Zanzibar. Wakiona wao waende tu. Bwana, nilikuwa nazungumza hapa na Kagande Mwarabu, miongoni mwa wachambuzi na watu ambao wanatangaza soka kwa kutumia lugha adhimu kabisa ya Kiarabu. Bwana, hii ni Nyayo TV. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu hii pendwa Nyayo TV, ni vyema kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa YouTube channel yetu hii pendwa. This is Nyayo TV. Thank for your time. Until next time.